mbona nipulizia dawa tu kunizubaisha. Akoi bana. Kusoma andiko kule nyumbani liko vile vile. Nasema jana nimeaibika jana. Yote niende leo. Siendi. Nikakaa siku 2 siendi. Ile aibu ya kipando cha siku ile, maana tegemea wakati ule. Hata kapia siku 4, nikawa nimeenda pale. Sasa kufika pale, nikakaa, nikatafakari, nikasema lakini hapa upisha unisaidii chochote. Kwa sababu unajua upita muda mrefu hapa lakini nifupisha kidogo. Nikamfuata Ernest saa 12, kaambia Ernest nimeongea na wewe muda mrefu sana. Lakini leo nimeamua nije nimpokee Yesu. Akasema naambiaje? Akasema asikutanie, akasema acha utani. Kaambia sio utani. Kweli kaambia kitu cha kufanya hapa ndugu yangu maarufu unaokuwa nao na kuaminika na Waislamu hapa na madrasa kule itakuwaje? Wataniua. Kwa hiyo wala kwa siri tu pengine makanisa kule nipige sala toba niondoke zangu. Akasema haiwezekani. Hata Yesu ukimkiri mbele za watu ataukiri naye pia mbinguni. Kwa kimkana kuna utiani. Au nikimbie nije kesho yake. Lakini usiogope. Basi haina shida, nitafanya hivyo nakae pale mezani. Hata kama Muislamu wako pale, wakasema jamaa kenda kuongea naye kitu gani yule kafiri. Wakristo haleluya! Amen. Leo tuna habari njema leo. Leo ustadi mdogo ameamua kuokoka, nikasikia pigo ya moja. Baba kadaa tena anamwambia fanye siri, vipi tena? Kwenye meza kuinuka nikashindwa. Hasa kuna mchungaji mshikali machipia pale IC. Akawa mchukua maiki. Piga sana toba huyo. Baada nikapiga kwa magoti pale natemeka kweli kweli. Nikapiga pale pale baada hapo nikamwambia sema Allah sio Mungu. Nikasema ustamu nikitoka nyumbani nitakuaje sana sio Mungu tena. Ndio ule mtihani mwingine ambao. Sema David sema tupana Allah sio Mwenyezi Mungu. Na Muhammad sio mtume wa Mungu. Hiyo amtamoka na tutadunda wale kama nikitoka kama jamaa nitabona boya. Sasa nakwambia ulifurumuka kwa umati wa watu wasema ni yeye au ni bandia kanunuliwa atumie jina lake. Pale wanasifia ngine washike 10, ngine 5 ngapi? Bwana nikatiwa soda 8. Palikuwa na jioni lakini ile sikia baridi bana tembeka. Hiyo nyumbani itakuwaje? Kweli. Hawa ni loga hawa lakini haiwezekani. Ni kweli ni kwa Kristo leo. Hao unaona kama uzauza vile. Ile soda wakanifungulia ile moja. Nikapia hii baridi wakati tunazoto kali yani ile hofu baya. Wengine huyo mwana haramu huyo. Mmempala. Waislamu. Utoke leo hapo. Unaona? Haya. Hii kazi ipo. Kama ndo hivi, ikabidi kae pale kwa mchungaji mpaka saa 4 za usiku. Kufika saa 4 jamaa mmoja bounce aitwa Masha pale. Sasa kama nyumbani. Jamaa akanisindikiza. Tukashuka pale makaburini pale ya Bwiru pale tukanyoka, tukapita Kinivyu. Katokea pale Yanga. Fika nyumbani, nagonga mlango naingia ndani. Tutemeka vipi? Ina homa. Unasemaje? Ina homa. Pale nikaleta bana ukula sijisikii kula nne na homa kali kweli kweli. Basi mwanangu sijali kalale bana. Niskulala hivi ni kweli au nilikuwa naota hivi nimekuwa Mkristo kweli au jamaa niloga haiwezekani. Sishajua hivi. Asubuhi na shule bado naumwa. Ana hospitali hapa nitapona tukajua Mwenyezi Mungu sijali. Kumbe siumi. Itakuwaje kwa nyumbani akishajua ndo kutemba huko naingia. Hata nikakaa siku nzima sikwenda. Kwa Ernest katangaza kisha jioni jamani tutakuwa na kazi ndogo leo. Nasema niende kule ili hamna siendi mchana. Siku moja nikachomoka zangu nikaingia pale. Sita kwenye giza na kasi nione Waislamu. Maana kinaogopa nasema hivi kweli. Nikapewa pale mic. Wanaosiogope kuwa jasiri. Nikashika mic. Sasa jamani kama kuna kidume anayejua Qur'ani aje mezani pale. Waislamu kuniangalia,
Bwana semaje huyu? Kitume aje mezani hapo wakati huo wapigwe na moto lakini yapo hapo. Kitume aje hapo lakini wapigwe moto. Hapa kikaa bali yako itakuwaje hapa? Usalama huko kweli hapa. Baadaye nikaambia naingia chooni nikachomoka zangu nyumbani. Kaka wiki nzima kwa siendi. Hapo sina simu. Sasa jamani kwa wapi huyu? Sasa ukaingia mwezi wa Ramadhani sasa. Yaani ukanikumba. Bali nyumbani hawajajua. Lakini walisema na kwa mambo nasikia kitadi kule Manoro kasema ile kitadi atakuwa ni kafiri moja tu hivi. Sasa kufunga nifanyeje? Nisipofunga hapa tiari mwingine. Kabidi jikaze tukiume. Kushinda njaa, mchana siri, jioni na kuturuka kama kawaida yangu. Kifika sasa usiku tunachukua ngoma za dufu zile. Tunaingia kupiga dufu. Allahumma salli ala Muhammad ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbi salli alayhi wa sallim tume Bwana liupi salli ala Muhammad ya Allah ya Allah. Dufu zile. Asikuwa kapina sehemu fulani. Kwa nyumba moja bwana, nyumba moja hivi. Tuingia pale, tukapiga kule tunasema hivi. Yatakayo kutokea kama takutoka roho. Kwa sababu yote uagana viungo vya mwili wako. Kila kiungo shahidi siku hiyo ikitiwi. Ikaingia. Pili yake kutokea malaika wa mema. Pili yake kutokea malaika wa mema. Shetani ulimkana na Mwenyezi kumtii adoma yako ulotenda mwenyewe. Sasa nikaingia tatu hata kutokea malaika wa maji. Kwa nyumba ile kuna tatu Mkristo bwana. Akafikia nyumba yeye. Akafungua mlango si. Atoka yule pale. Akakutokea hata kumwona tatu hivi nikastishwa. Kama shikaje. Bora nimekataa nimeki wenyewe bwana. Yeye kwa corona ta. Alishtukia dalali wake namjua. Nani anijua? Kaniangalia. Niko pale sasa niko kabisa. Yaani unataka mgongo ili asijakanie na kwani. Wanakutoka mbali. Angashikaje yeye? Hapa ndugu yangu noma. Hata jamaa kwa basi. Yule basi jamaa, yule basi alikuwa anapenda kula nyama nguruwe yule. Sasa siku moja jamaa tunapiga damu bwana. Bwana penzi tulaba moja pale Kamazi, malifika pale Mwanza pale. Pale Kamazi. Pale jipini zetu pale. Tunafanya wamefunga. Sikia jamaa kwenda kula. Sasa lakini mbona ndugu yangu unasema nguruwe inakuaje? Bwana sifiwe sana. Hata kenea vya ile. Sasa siku moja nikapanda kwa mchungaji Manoro kule kwenda kusalimia. Na sikapenda kwa mchungaji. Karibu sana. Naingia ndani. Karibu na nashukuru sana. Bwana natumia soda gani? Ngaji hapa nimeshiba si mchezo. Unajua ulafi jirani. Kwa nimefunga usongwa. Napiga miao tu Bali nimefunga. Kwa miao nimechoka mchungaji si mchezo. Nimetembea mno. Kwa njaa kwa kweli yao. Sio basi ina shida. Hata mama mmoja ita Mama Mariam. Akasema ita Bakari. Tokea nikipata. Imekuaje? Kaambia bwana, mimi sijui. Inawezekana jamaa ametumia dawa. Hapo mimi na wewe kwa sijui nyumbani. Hali ile mpaka mwezi Ramadhani imeisha. Sikabela masiku 5. Tukuna baba wangu. Tutoka pale kali yako kubwa pale. Mwana pia kwa kubwa kali yako ndogo sipo pale. Kaenda kile na hewa. Tununua mahindi na tembea nayo. Mama njiani Ernest huyo. Bakari atonani kana sasa kuniharibia vipi tena tafuta bwana tutokelewe tafuta sababu ananiambia huyu jamaa lakini si yule kafiji wa mihadhara vipi tena naambia unajua kafia anisumbua siku nyingi tena naye ananiambia tukia kule keleni nikachape naye dawa haina shida nitamfuata huko nikasema huyu jamaa basi itakuaje hasa nikiendelea alikata ile institute ya kwenda ukelewe kwa sivyo sana. Kwa wapi? Nitoke. Yule Hasani ndiye akatumwa kuja kwangu. Sikoshangaa
pale nyumbani unaitwa na nani? Huyo. Namwangalia nasema huyu jamaa ndio sikia jitadi bado kuna mwili wewe. Na mitali jazi basi kupungua lishaisha. Kama una bahati wewe miliki. Kutaka nikupiga kisu wewe, akacheka sana. Sasa nataka twende wapi ukelewe? Tukapige injili makafiri. Tukapige injili kwa makafiri yani Waislamu. Kaambia ina shida sana lakini nauli sina. Akasema twende kwa madereke tukaombe nauli pale. Kuna kupata sasa hivi siko vizuri. Kafanya subiria Jumapili. Hapo ilikuwa Jumatatu, napiga hesabu Jumapili. Mpaka Jumapili. Nifanyeje? Nikaenda nyumbani kwa mama. Mama yeye unajua makafiri na simbo langu ameenda ukelewe. Tafuatilia Mwenyezi Mungu za wajana. Sasa kwa mema Waislamu niende kule nikatetee imani ya Kiislamu. Lakini sina nauli. Akasema, "Wewe kwa leo hujafika, utakwenda peke yako." Baada mtu anaenda kwa peke yako, nikamwambia haina shida nitakwenda lakini yule jamaa ambaye kaniambia atakuja naye. Basi kamuite. Sababu mtihani mwingine huo. Ananiambia jamaa ambaye anataka ukelewa ambaye ni Muislamu nikamuite. Ni moja. Nikamwambia sikiliza, John twende nyumbani. Fika pale nyumbani. Ukifika pale salimia assalamu alaikum. Akasema haina shida. Alikuhoji vipi kama mimi ni Muislamu? Tanzania na kijana ukelewe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu tukaitetea. Tukasema sawa bwana. Tukiingia nyumbani hapo. Kufika hapo asabati mbaya tukamkuta ustadi aitwa Bashiri. Anakaa sawa tukunani pale nitakuja pale Mwanza. Sasa wangu mzuri sana kasomea Kenya. Akasema karibuni sana. Nikasema alaykum kitikia. Sasa jamaa kwa yeye afite Kiarabu ajui. Akasema salamu alaykum. Ile assalamu alaykum yani ile alif na ile lam kuivuta kama na unaisha kwa ile assalamu alaykum ikamshinda. Akasema salamu alaykum. Sasa kashtuka salamu alaykum tena. Nikatakia jamani huyu kasilimu na kimbino kasilimu kwa hajajua tu Kiarabu. Kwa msimsumbue sana. Akasema jina lako nani? Naitwa Abdalla. Sawa. Wewe ukielewa wakati gani? Mambo yake kishafika. Sasa bwana ujio huo ukieleweke ngani hadi kufika ukielewe. Sasa ukiani mwingine sawa. Naenda kweli hapa. Bwana kama hivi. Huyu anakaa kwenye misikiti ya Arabu pale karibu pale. Akasema pale mjini Okay, naushi ngapi? 3,500. Akatoa shilingi 10,000 ba. Akanikabidhi akasema ungejua usingenipa hii hela hii. Bwana sivyo sana. Kwa hiyo nikatoa shilingi 10,000 kaeka mfukoni. Niambia, "Oya, twende." Nikamwambia kwa mikopo pale furahisha kama sikiliza. Wewe chukua shilingi 3,000. Natakuwa mtaani pale nyumbani usipite mpaka mimi nirudi. Akasema sawa. Jamaa kaondoka zake mimi nikapanda gari mpaka pale sasa nikapanda meli. Nikaingia ukelewe. Kuja pale ukelewe. Siku ya kwanza tukafuatilia kibali bana. Kwa kile kibali tukapata mwezi wa 30 mpaka mwezi wa 12. Kutaka kupiga dawa pale. Sasa sasa wakija pale wanakuja pale anasema Allah kwamba kesha dini ya haki bila Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Nikamwambia sikiza ndugu yangu katika matini ya Kiarabu neno haki pale aliposema inna dina inda Allahi al-Islam. Kama dini mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu, sio dini ya haki. Nikamwambia kama dini mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Wewe dini mbele yako ni dini gani? Kwa sababu mbele ya Allah ndio kuna Uislamu. Wewe ndio jamaa akasema astaghfirullah. Sasa kumbe kuna wanafunzi soma nao kwa kafa wakahamia kule Marka na Jazira kule Ukerewe. Wakasomea kule. Sasa kuja wakaja kundi kubwa pale. Kunyangalia asema ndio Bakari mwenyewe au vipi? Wakamenya mihoji vipi? Imani mimi si mzuri zaidi mwana Mungu, nyinyi vipi Mwenyezi Mungu? Sema kunyangalia. Ikapigwa simu Mwanza. Bwana Bakari sikia na ubiri injili huku. Nasikia kama kafiri kweli kweli. Kapewa hela 50. Kama bali ile kimista hili wala lile. Nikakaa. Nikaingia uchaguzi nikarejea na Mwanza. Kufika pale wewe kumbe
hajasikia habari hizi. Akasema afadhali vipi kule? Akasema na kule mazingira safi kabisa, Mwenyezi Mungu ameinuliwa kule, mama usijali. Baada ya kupiga kula tarehe 22 mwezi wa 12, niambia ninge tena kule, akaitwa shilingi 5,000, nenda tena. Kuja na bwana Uislamu haina shida, nikaenda bwana. Anaingia kule tarehe 5 kwa pia Ernest aje Mwanza, nikabaki mimi na mjuni kule Ukielewe bwana. Tumekaa pale sasa, wakaja Waislamu wakasema hamna, inawezekana kuwa Muislamu. Kama Muislamu kwa tupigia adhana hapa. Akasema jamaa na kusudiana. Wako wengi kagoma. Takbir, sala. Sala. Akasema ila nikachukua maiki pale. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar. Hayya 'ala as-salah. Hayya 'ala as-salah. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. جماعة سيما استغفر الله كدوزاوا وكانوka sawa. Hata pale Ukerewe kuna shehe anaitwa Sheikh Ramadhani Mazige. Yule shehe ni mchawi hakuna mfano. Wale Ukerewe wanamjua Sheikh Mazige. Kisha watu wengi kwa majini. Ikabidi walikane msikitini bwana. Wapiga takbir. Bakari yake. Mjuni yake. Lesi yake. Lakini watu tunatunda. Tunakaa. Koleja. Akasema tunasikia msikitini bwana. Kuna haina shida. Waliposhindwa yule Sheikh Mazige ikabidi achukue pesa akampelekea usiji. Alikuwa ni Muislamu bado Ukerewe. Sisi tumekaa tarehe 26. Ilikuwa Christmas ya pili. Tumekaa pale, hapo tupiga pale, pale na kwa Somali. Mjoni na mjoni, Abakari. Ya. Piga sauti ya Yasin kwa Kiarabu. Mimi nikapiga Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Inna maana shangaa difenda kuja na kataa difenda. Ikabidi sio nikatishe difenda na ndaapi difenda. Hivi nasikia ushashuka kwa maskari. Ndio kwenye bench nikasikia shwa. Nilikuwa fana yenye kwa mirefu. Ndio kwenye gari nikakoma. Pigo teke. Nikaenda kama karudi nikaona hapa niingie tumeshiwa. Yeye ingie. Wakasema kisa haiwezekani. Walipiga mihama kibao hamjakamata, ikabidi watu wachukue mawe. Kwa kaungana pale Wakristo na wapagana kaungana pale. Wakachukua mawe yamuondoke hapa. Tukasikia kwenye gari. Ondoa gari, kasikia jiwe pu. Wakashuka. Piga tapi juu, nikasikia kwa mara kwanza. Alisasi. Karibu yangu, wangu. Kasa mtu hapo. Kampapa. Mashangaa mjui naye kwenye gari. Mwana mfanyile kwenye gari. Anaungana, nikasikia na paa. Wakasambaa watu. Ondoa gari, watu na mawe. Paa. Kuna askari mmoja nasikia kwa ni mkristo akisi jina anaitwa na Ernest. Hapo kibunduki ampige, alipigwa jiwe la gongo akaenda hivi. Yule mtuki yake. Ni akapigwa jiwe la mguu. Nikasema Mungu wangu, akifa hapa bila pia jela. Bwana gari liondolewa kwa nafikiri ni majambazi. Wanakimbizwa. Sasa Kristo wakaamua kuungana. Tuna polisi. Yendeme